Baraza la Mitihani la Tanzania kupitia kurasa zao za kijamii, especially Facebook, Julai 9 waliposti tangazo la kufunguliwa kwa dirisha la wanafunzi wa kidato cha 6 wa kujitegemea wanaweza kuanza kujisajili. Sasa kupitia taarifa hiyo, leo ninaenda kukupa utaratibu na hatua za kufuata kupitia tangazo ambalo wamelitoa tena kupitia kurasa wao wa NECTA kwenye website yao. Taarifa ambao wametoa leo Baraza la Mitihani la Tanzania, wameelezea namna na taratibu na gharama za mwanafunzi wa kidato cha 6 kupitia private anaweza kuzifuata anapohitaji kujisajili kufanya mtihani huo. Nitakusomea tangazo hili ili uweze kujua kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatarajia kufanya zoezi hilo, muweze kujua utaratibu na kuaje. Tangazo linasema kwamba Katibu Mtendaji Baraza la Mitihani la Tanzania anapenda kuwajulisha watu wote wanaotarajia kufanya mtihani wa kidato cha 6 yani ACSEE mwezi Mei 2027 kama watahiniwa wa kujitegemea kwamba: moja, kipindi cha kawaida cha usajili wa watahiniwa wa kujitegemea kitakuwa kuanzia tarehe 1 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026 kwa ada ya shilingi 50,000. Aidha, watakao sajili kwa kuchelewa, yani kuanzia tarehe 1 Oktoba hadi tarehe 31 Oktoba 2026 watalipa shilingi 65,000 kwa maana ya ongezeko la 15,000, na hakutakuwa na usajili mwingine baada ya tarehe 31 Oktoba 2026. Usajili utafanyika kwa njia ya mtandao yani online. Aidha, kabla ya kusajili, waombaji wanapaswa kwenda kwenye vituo vya mtihani kwa namba rejea yani reference number zinazotolewa bure na kufanya malipo ya ada kupitia benki kwa kutumia control number. Na ufafanuzi kuhusu utaratibu na hatua za kufuata katika kutengeneza control number na kujisajili umetolewa katika tovuti ya Baraza la Mitihani la Tanzania www.necta.go.tz na kwa wakuu wa vituo wa watahiniwa wa kujitegemea. Kwa hiyo kama utashindwa kutengeneza control number na kufanya malipo kawaida, unaweza ukaenda kwa wakuu wa vituo pale ambapo umechagua kufanya mtihani, nao watakuelekeza. Lakini 4, wanasema waombaji wote wanasisitizwa kuhakikisha wanasajili mapema, kwani mfumo wa usajili utafungwa baada ya kipindi cha usajili kukamilika. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujua, ada ni shilingi 50,000 kama utasajili ndani ya mwezi Julai 1 mpaka Septemba 30. Lakini kama utachelewa mwezi ule Oktoba mzima kuanzia tarehe 1 Oktoba itakuwa na penalty ya 15,000. Lakini pia utatakiwa uwe na kituo ambacho unatarajia kufanya mtihani, ambapo kwenye hicho kituo wewe utaenda kuchukua reference number, na hizo reference number zinatolewa bure, na utatakiwa utengeneze control number kwa ajili ya malipo, na baada ya hapo utaweza kujua, na taratibu zingine utazipata kwenye kituo ambacho unatarajia kufanya mtihani. Kama utakuwa na swali kuhusiana na issue nzima ya usajili na vitu vingine, unaweza ukaniandikia kwenye comment na nikakushauri vitu vya kufanya. Thanks for watching. See you next time with me, Teacher D. Bye bye.